Okay, habarini za jioni. Leo tutaendelea na kipindi chetu cha SolidWorks kwa lugha ya Kiswahili, ambapo tutaangazia vitu mbalimbali. Tuliishia kwenye masuala ya sketch, upande wa hizi rectangle ambapo tukaangalia kuna corner rectangle, kuna center. I think tulishia sisi tukaangalia just a small portion katika hii rectangle. Sasa tuangalie zaidi hizi commands katika sketch. Maana sketch ni 2D, maana inakuwa ina two axes, inakuwa na x and y, that is only. Kwa hiyo 2D yenyewe inatuhusisha zile sketch, hizi lines, rectangle, hizi centroid, hizi slot, unaona hizi polygons na others. Kwa hiyo sasa hapa tena tuangazie kwa habari ya rectangle. Kwenye rectangle kuna different option ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kuchora rectangle, na kila rectangle option yake inakuwa ina faida yake. Kutokana na nini? Kutokana na aina ya mchoro ulionao, au namna ya kuweka ile rectangle hapo. Kwa mfano hapo kuna ya kwanza, tuna kona rectangle. Click kona, maana yake itaniambia sketch. Lazima nijue na sketch katika plane ipi, maana yake top, front au right plane. Kwa hiyo ninachagua any point just for kuonesha tu namna gani natumika hizi rectangle. Kona, click top. Kwa hiyo rectangle ya kwanza nimesema kwamba ni kona rectangle. Kuna rectangle maana yake inakuwa na number 1, it means inakuwa na kona ya kwanza ambayo ni lower corner, lakini another inakuwa na upper corner. Kwa hiyo inakuwa na mbili. Kwa hiyo inakuwa kona ya chini na kona ya juu. Kwa hiyo nikiklik hapa, maana yake ni kona ya kwanza, na natembeza hii mouse kuipeleka upande wa pili bila kuklik, then na click mara ya pili, maana yake nimekubaliana na point ya pili. Okay, then baada ya hapo unapiga escape, unabonyeza escape kutoka kwenye hiyo command. Baada ya hapo unachukua smart dimension, then unaput dimension yako. For example unaweka 700, una enter, unaweka 800, una enter, na depend kwa rectangle yako itakuwa imekuwa formed. Lakini ukitaka iwe full defined, lazima uspecify katika katika starting point ya origin. Kwa hiyo origin tunasema labda hii point ishikamane na hii point. Kwa hiyo ninachofanya nini? Na click hiyo point, na click at the point nyingine, napiga relation coincident. Hiyo tutazungumzia mbele tunapoenda zaidi kwenye relation. Upande wa relation kuna relation tofauti ambazo zinatusaidia sisi kurahisisha katika michoro yetu. Kwa hiyo sasa hiyo ni namna ya kwanza ya kuchora rectangle. Namna ya pili ya kuchora rectangle ni kutumia center rectangle. Center rectangle maana yake unakuwa na pointi ya kwanza at the center, then another point ni upper corner, ambayo inatusaidia sisi kugawa ku specify ile rectangle inapoishia, lakini inachukulia dimension kutoka kwenye center. Kwa mfano unachukua that point, it means this one ni center rectangle. Nataka ile the first time nachukua ile corner rectangle, lakini nataka center rectangle na click point ambayo inakuwa center. Kwa mfano na click hapa na inatembea. Kwa hiyo inatokea kwenye center, then inaenda upande wa pili. Kwa hiyo inagawa, inatokea yenyewe na point mbili. Point ya kwanza ni center, point ya pili ni upper corner point. Kwa hiyo inaanza kuwa hapa au lower. Maana yake nikiklik hapa na shusha chini pia inakuwa the same. Kwa hiyo hivyo unaweza kuiweka smart dimension, kwa click smart dimension, then uka measure for example 800, ukaweka hapo pia for example ukaweka 700, then the same rectangle as that one. Okay, hiyo ni namna ya pili. Unapiga escape kutoka kwenye command. Maana nikipiga escape natoka kwenye command, inanisaidia mimi kuendelea na command nyingine bila kuinterfere. Sometimes unaweza kuwa kwenye command fulani, unataka kwenda kwenye command nyingine, inakuzuia kutokana na nini? Kutokana na command ambayo umeapply at that time. Kwa hiyo sasa escape itatusaidia sisi kutoka kwenye command yoyote ambayo umeingia ndani. Kwa hiyo ni namna ya kutoka kwenye command. Lakini pia another option katika rectangle
tunaona kuna 3 point corner rectangle ambayo yenyewe inakuwa na point 3. Nikiklik hapa maana utaiona inaonekana kwa hapa. Kwa hiyo itakuwa inakuonyesha namna gani ya kutumia hii rectangle katika 3 point. Kwa hiyo point ya kwanza itakuwa ni hii hapa, point ya pili, point ya tatu. Maana na click point ya kwanza na specify chini na top. Kwa hiyo inakucontrol namna gani unatumia hiyo center na hiyo 3 point corner rectangle. Kwa hiyo unaanza kuingia tena kwenye nini, una press escape button, smart dimension, then you can keep dimension depending on your dimension ambazo unazitaka. Kwa hiyo ni namna ya 3 point corner rectangle. Another option ni 3 point center rectangle, maana yake inakuwa na point 3 lakini moja inatokea kwenye center, then point nyingine inatokea kwenye horizontal, horizontal katika ile point ya 1, then inakuwa na 3. Kwa hiyo nikiklik hapa horizontal yake fulani na click inakuwa na point rectangle. The same unaweka dimension inakusaidia pia kwenye hiyo rectangle. Lakini point nyingine ya rectangle ni parallelogram. Hii yenyewe inakuwa unataka mfumo huu, lakini inakuwa ina bend katika certain angle. Kwa hiyo una click, then una click ya kwanza, una click ya pili, lakini unaibendisha katika any angle. Maana yake ikupe option ya hizi straight, inakupa option ya kunyosha pia ya kuilaza katika angle kwa urahisi, kwa haraka. Kwa hiyo hizo ni namna za kuchora, namna 5 za kuchora rectangle. Kuna namna 4 za kuchora rectangle, kuna namna moja ya kuongezea katika rectangle, kuna parallelogram. Tunaweza tukachora katika certain angle, hiyo rectangle yetu ikakaa sawa. Kwa hiyo hizi ni njia za kuchora rectangle. Kwa hiyo ina depend na uharaka na wepesi na namna ya mchoro ulivyo, ndio utadetermine kuchagua aina gani ya rectangle ambayo itakurahisishia maisha katika uchoraji. Kwa hiyo tukiendelea na kitu kingine inaitwa slot. Slot kama unavyoiona the way ilivyo hapo, hiyo pia kuna different representation ya slot, ziko 4. Kwa hiyo kuna straight slot, kuna center point straight slot, kuna 3 point arc slot na kuna center point arc slot. Tukianza na straight, maana yake inakuwa na point 2. Point ya kwanza, point ya pili, point ya tatu. Maana yake point za center zile center, then una specify bila kuclick sehemu nyingine, unaitembeza hii cursor. Ukishaona ukilizika ile sehemu ilivyokaa, una click na kwa point ya tatu. Kwa hiyo inakusaidia kutengeneza straight slot. Na straight slot inakuwa na point ya kwanza, point ya pili, point ya tatu. Then tunakuja piga escape, unaweza ukameasure kwa kutumia smart, ukachukua center yake, ukaimeasure, ukaandika namba yake, ukachukua radius, ukameasure, ukaandika namba yake. Okay. And other things unaweza kuzicontrol kupitia kwenye hii slot. Kwa ile footage then tuelewana vizuri. That is the first option, delete. That's the first option katika slot. Another slot ni center point straight. Kinachukua point 3, lakini point ya kwanza inakuwa point ya center, inagawa equally kwenye hizo point. Unaona zinatembea equally. Unaona? Then una click, then una specify. Maana yake inatokea hapa, lakini inagawanya equally. Maana yake kama 6 hapa na 6. Kwa hiyo inakuwa inakurahisishia pia kuonesha ule straight compare na ile nyingine yenyewe una click mwenyewe unaitembezea umbali fulani na inakuwa tofauti. Kwa hiyo yenyewe inatokea kwenye center, inagawa equally hizi line, then inaipa thickness yake ya hiyo slot. Kitu kingine ni 3 point arc. Yenyewe inacheza kama ulivyojeza kwenye arc, maana yake unakuwa na point 3. Point ya kwanza maana yake unatengeneza ile cycle, ile arc hapo up at the arc, then unaiweka kwenye 3 point arc, maana yake point ya katikati, then una specify. Hiyo ni namna nyingine ya kutumia slot arc. Piga escape, unatoka una measure hizi radius, in terms of radius unazimeasure kurahisisha maisha. Sababu unakuta sometimes na mfano una mchoro hapo wa cycle ya kwanza, cycle ya pili,
cycle ya 3. Kwa hiyo katika cycle ya 3 hapa katikati kuna slot ya arc okay. Kwa hiyo na click inaweka kama for construction is affected, then nachukua hiyo select point, lakini inakuwa ni arc, unakuwa point ya kwanza na bonyeza point ya pili na bonyeza kwenye hiyo line ya arc, then na specify this one inakuwa na yake. Nikitumia hii ya straight, hii inakuwa haiwezi kufanya kazi kwa hapa, unaona inakuta inashindwa. Kwa hiyo kutokana na mazingira kama haya yenyewe inakubidi utumie hii 3 point arc, 3 point arc slot. Lakini pia kuna centroid na yenyewe pia unaweza kutumia, kwa sababu yenyewe inakuwa na vitu vitatu, yenyewe inatokea kwenye center. Kwa mimi badala nichoke kwenye ile arc yangu direct kwenye hii line, natokea kwenye center na click center, then nakuja kuspecify kwenye point ya arc, then naipa the distance gani, alafu na mwekea kiwango chake. Maana yake ningekuwa hii inapunguza hii haja ya kuweka hii projection line, kwa maana nachukua yenyewe na click point center, unaona inatengeneza projection line at that point, then na click, then inampa distance zake. Kwa hiyo hii ni beta kwenye arc, pia ni zote ni beta, lakini ina depend pia nini na mchoro wako. Kwa hiyo hiyo ni slot. Tumezungumzia about rectangle, tukazungumzia parallelogram, tukazungumzia slot. Nao twende kwenye cycle. Tushazungumzia kuna hizi arc maana yake ndo unatengeneza zile arc, unatengeneza kitu ambacho kinakuwa mfumo wa duara, lakini so complete, inakuwa tangent fulani. Kwa center point arc unaona but nzuri inakuelekeza SolidWorks, inakuelekeza the way inavyokuwa achieved hiyo arc yako, sio maana inatokea kwenye center then to center point hii hapo una specify at that point. Hiyo ni arc. Arc nyingine unaweza kutumia hii tangent, labda unakuta na point fulani, una point fulani ya tangent, una point fulani ya tangent, point fulani is at the point fulani ya tangent, unamtengenezea point different point kutokea kwenye tangent ya point fulani. Hii inakupa option tangent arc inatokea kwenye tangent arc fulani, then inatengeneza tangent yake. Lakini hii 3 point arc maana yake kuna point tatu, ya kwanza ya pili una specify radius yake. Hiyo ni different arc. Hii polygon una specify idadi ya sides, zile angles ziko side ngapi? Side ziko 6. Sasa inaweza kuwa inscribed ndani au circumscribed iko ndani au nje ya duara. Kwa mfano hiyo hii ikiangalia duara liko ndani, inscribed cycle, maana duara liko ndani. Nikiclick hii ni ndani. Kwa hiyo nikitaka ile circumscribed cycle, maana yake hiyo duara inakuwa nje, cycle inakuwa outside, unaona. Kwa hiyo unakuta hizi kizi observe vizuri, hii face na hii haijagusa hii face haijagusa hii line ya duara, maana yake inatakiwa ucheze dimension zako kwenye hizi edge, unaona, circumscribe. Then hii haijagusa point kwenye cycle, ilichogusa ni hii face. Kwa hiyo inscribed inscribed cycle hii yenyewe inakuwa. Kwa hiyo inadepend na mchoro wako. Kwa mfano ukiwa unachora bolts utatumia hii option more compare that one. Kwa hiyo utatumia inscribed instead of circumscribed. Then we're going to have that is the splines, hii tumeshazungumzia I think. Then we're going to have ellipses. Ellipses ni nachora duara, lakini sio duara, lakini tufe fulani, una click na kwa mayai fulani, mayai vinza kwa kiwa okay.
kama yaitwa bata, yani not exactly cycle. Okay, hizi nyingine tutaona mbele tunaposogea. Okay, na nipunguze hapa, zinakuwa jam za wateja. Okay, hapa manake kunakuwa na sketch fillets na kuna chamfer, sketch chamfer. Sasa hizi ni option basic sana, ni za muhimu katika mchoro yetu. Kwa hiyo fillet yenyewe inatumia in term of radius, chamfer inatumia in term of distance. For example, umechukua a corner rectangle, ukaklik, lakini at that point we need a fillet, so we need like that one, I mean radius. So na click your fillet, then go to the point. After specify the point, we need to determine the distance, because ni kubwa, unaona inapia kadogo. Kwa hiyo when you can increase hapa au by lighting, increase the distance. Kwa mfano tunaweka 1000, then ku update usipige enter, ku update uone different nani appearance. Hapa una click ene ambao ni blank, tuweza ndani au hapa kuensure changes. Kwa hiyo utaona book ndo hii iliyowekwa hapa 1000 radius. Kwa hiyo ukipiga okay, inatengeneza hii ndio fillet. Kama una another option unataka na hapa juu, una click the same distance, then lakini ukitaka ku measure dimension each point inakuwa specified kwenye fillet yake, unapiga hii option dimension each fillet, nikiklik at that point, utaziona kwenye different zake zikiapia, utaziona. Kwa hiyo hapa pia unaweza ukazi tofautisha azimo unavyoenda, azimo unavyozihitaji. Kwa hiyo ni option ya fillet. Tumeshaziona option ya fillet, na utaona option ya chamfer. Unachukua chamfer, then una click at the point, au una specify unataka angle na distance au distance. Kwa hiyo unataka distance, nikisema equal distance maana yake itagawa huku kwa 10 na huku kwa 10. Nikisema nikitoa hii maana yake na specify distance tofauti, kuja kukata sana kwa pia na hiyo kule. Nikisema angle inakuwa inanipa distance fulani, then inanipa angle. Kwa hiyo ina depend na wewe ilivyo. Kwa ukiangalia hapa ni specified distance at that point, then nitaipa angle. Kwa if nataka nikitaka kuongeza distance, nasema click that point, unaona that point inakuwa specified, unaona inakuwa like that one. Kwa hiyo ni chamfer. Kwa hiyo chamfer inatumia distance, inaweza kutumia angle distance au distance to distance, au inaweza kuwa equal distance au an equal distance. Kwa hiyo ni option ya basic katika michoro yetu. Hiyo ni namna ya kutumia hiyo fillet. Hii point unakuta inakusaidia kudimension katika point ambazo hazikupi dimension direct. Kwa mfano line hii inakupa pointi mwisho na mwisho na kati, lakini unataka kumeasure katikati tena, yani hapa unataka kumeasure hii point, haikupi option ya kumeasure. Unafanyaje? Unachukua hii point, unamkopa hapo, unamclick hapo, maana yake anatengenezwa another instant point, na unachukua smart, una uwezo wa kuidimension. That is a point to hiyo itakuwa inakusaidia hii point inafanya kazi hiyo. Lakini pia una hii section unaweza kuandika text kwenye curve. Kwa mfano hii curve na select, then unaandika maneno yako, maneno yanakuwa yanaapia adati, yanakuwa yanaapia katika hiyo line yako, maneno yanakuwa displayed. Haya hapo nadhani umeona maneno yanakuwa. Kwa ukitaka kuyaongeza, ukitaka kuongeza font for example, unataka kuongeza in term of font, in term of point for example, unaona nadhani umeona maneno. Kwa hiyo unaweza increase urefu depend na ukaweza kugeuza, kaweka juu chini, chini juu, kageuza mwanzoni au mwishoni, kati sio kati, bold, ni wewe the way unavyotaka. Kwa hiyo hiyo inakusaidia kutengeneza maneno katika sketch au kutengeneza zile bold and emboss katika 3D features.
Hiyo ni namna ya kutumia hiyo hii text, okay. Lakini kingine pia ni huyu trim kazi yake ni kufuta kitu ambacho kitaki katika sketch ya 2D. Mfano umekuta umechora like that's one point, zime interact at that point, it can interact this point. Kwa unataka remove these two lines, hii na hii hapa ya mwisho, na huyu wajua lezidi. Kwa unasema trim, then una click anafuta. Sasa wewe unatumia closet, trim unafuta, futa huyo, futa, kwa ana remain structure ambayo unaitaka. Lakini nikitaka ku extend, inakuta labda nataka hii line ipitilize ije huko, badilisha hapa chini, drop down na pia extend. Nikisogeza tu bila click itanipa projection yake, ninataka ndio hivyo. Ukiwa sawa na click inapitiliza kwenye point hii, nataka hiyo ya. Kwa hiyo ni extend. Hii convert entities kuna different, lakini convert entities kazi yake ina kopa au inafanya copy kutoka kwenye different sketch. Inaweza kuwa 3D au 2D. Unakuwa na different plane, lakini ile sketch unataka kuchora kwa juu yake plane au plane tofauti unaitaka tena kwa mara nyingine ambayo inafanania na hiyo sketch. Kwa hiyo haina haja ya kuchora tena upya. Kwa hiyo unafanya nini? Unaifanya convert entities. For example, unakuta una hapa juu, unakuta mfano walikuwa na plane zaidi ya moja, plane nyingine iko juu. Hii ni font. Yeah, I think that's the font. Una plane ilikuwa nyingine juu, ilikuwa juu. Sasa kuta huku umechora nyingine, hii umechora hii. Sasa nataka hii pia kwenye nyingine, maana yake unasema hii sketch una convert entities, maana yake inafanya copy ya ile sketch. Kwa hiyo ukija kuangalia kuna sketch mbili, kwa hiyo hii sketch ya juu umefanya convert entities kuja kwenye upande wa plane 2. Kwa hiyo inatusaidia convert, kufanya copy katika different sketches, kurahisisha mchoro wetu, kurahisisha utendaji wa kazi katika mchoro. Offset yenyewe inafanya copy katika specified distance, katika particular distance au specified distance. Nifuta hizo, just all nafuta na huyo sketch. Yes, na edit huyo. Huyu nataka ni offset huyu labda kwa 30. Nachukua offset na click hii line. Click hii line. Sasa hii line ikiweka select chain na ika zote, huwa natoa huyu, maana yake inakuwa line moja hii niyo select. Kwa hiyo hapa inakupa direction huku au huku au huku. Kwa ngapi unaandika, kwa mfano ni 10, unaona nikiongeza ni distance. Kama ni upande wa pili unapiga reverse, kama upande mwingine unarudisha hiyo. Kama ni sehemu zote mbili unapiga by direction. Au kama ni mwishoni unataka ifunge izibe, ni hizi cape. Unaweza kufunga kwa mfumo wa cape, kwa mfumo wa arc au line, depend na wewe. Sawa, unaweza kupiga okay. That is offset. Hiyo ni offset. Bila nataka kufanya mira kitu kingine kitokee kiapia. Yaani hichi nataka kiapia upande wa pili the same. Kwa kuna kitu kinachoitwa plane. Hii plane inaweza kusaidia kufanya copy. Kwa mfano unataka hii apia huku, maana yake plane ina act ni hii. Maana yake itaigawa equal distance ya hii kwa pia huku. Kwa hiyo unachofanya nini? Una select hizo, una select mfano unataka labda hii line na hii line na hii line ya pia upande wa pili. Kwa hiyo una select, nikiselect hivi, hii hapa ya mwisho ina act as a plane. Hii ni direct, ukipiga hivi inatengeneza manake anakuja hii ya mwisho, hii itakuwa kama plane. Kwa hiyo mirror plane about na click hii, manake hii ndo inatenganisha kwamba hii itapia upande wa pili kwa kutumia plane hii. Nikitaka kuhamia upande wa juu, mimi nataka hii kae upande wa chini, nikiselect hii point, hii plane, hii mid plane hii itakuwa upande wa chini. Naona imepia. Kwa nataka hii kae chini na click hii line, then mirror about that plane, that point inakuja kwa chini. Kwa hiyo ya kuzingatia ni hiyo plane inayogawa. Hizi linear pattern, circular pattern, unataka kufanya copy ya kitu fulani katika linearly then or circular. Kwa nataka kufanya hii hapa pattern kwenye linear,
Kwa hiyo napiga linear option hapa kwenye axis, nabadilisha, naweka direction yangu ni hii iwe linear, then kwenye entities to pattern nataka iwe hii na hii ndo zitembee hapa, idadi katika point hiyo, katika hii linear, kama idadi nataka ziwe tatu. Specify distance, hapo una specify kila distance ya moja moja na kwa ngapi. Kwa hiyo unaweka wewe hiyo, that is linear. Lakini hii circular yenyewe inatumika kwenye mfumo wa duara, na duara hapa, lakini na duara langu nyingine hapa. Nataka huyu ni mzungusho wa 4. Kwa unachofanya na kuja kwenye circular pattern hii hapa, point ndio point ambayo nazungukia, ni that point, hiyo ndio point nazungukia. Lakini hapa entities gani nazunguka? That entities. Sasa hii inachozunguka point inayotakiwa hapa sio yenyewe, na delete ina convert, unaweza nataka izungukia hapa, sababu inachukulia from the origin. Piga okay, inatengeneza 4. That is a circular pattern. Hii move na copy, unataka kufanya copy, unataka kufanya rotate, unataka kufanya scale, unataka kufanya stretch, zote hizo ni entities za kufanya kazi. Kwa mfano move, nataka ni move hii duara, kuibebea wapi? Naibebea kwenye center, na move yameshia hapo. That the move. Unataka kufanya copy, na click copy, na hii hapa copy kutokea wapi? Kwenye starting point ninapobebea hapa, nafanya copy na kwa copy. Nikitaka ku rotate, na click entity yangu, then nina specify point ya ku rotate, labda hii point ya ku rotate. Nikizungusha, unaona inazunguka na yenyewe katika distance fulani. Kwa hiyo ita rotate, itahamia hapo, sawa, ni rotate. Nikitaka ku stretch au kufanya scale, naipunguza na click yenyewe, then inaipa point ya kupunguziwa, yani inaanzia hapo, then na specify inakuwa sana au inapungua. Inakuwa sana kwa ngapi? That's au inaweza packed as a copy nyingine, ile nyingine ibaki, napiga copy, na kitakuwa copy ngapi nataka zibaki, labda ziwe zitokee ngapi, unaziweka katika scale fulani. Kwa hizi nyingine, the more tunavyozidi kusogea, the more utakavyozijua. Nikizisema zote wakati mmoja, unaweza kaa unachanganyikiwa. Sasa hizo ni those basic katika sketch. Kwa hiyo ukishazijua vizuri na command zake zinapokuwa applied, wewe zitakurahisishia kujua namna gani ya kuchora 2D. Another section tutakuja kuona mifano ya 2D, the more application ya 2D, namna gani tunachora 2D different sketches kwa kutumia 2D. Kwa utadepend na plane, au kutumia plane au rotate au relations zinakuwa applicable katika michoro yetu. Kwa hiyo next week jitahidini ku view our channel so as to get full picture about a sketch, then tuendelee kwenye fundisho letu ili tuweze kuelewana vizuri as possible. Kama hujaelewa vizuri au una different una shida yoyote, unaweza kunicheki hapo chini, maana yake hizo namba zangu zinapita chini hapo, full description about me, unaweza kunicheck, then tukajenga vizuri kuhusiana na SolidWorks. Asanteni sana, karibuni tena.